wa kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani, hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini pia nenda katika uwanja wa kutolea maoni. Toa maoni yako nasi tutayasoma moja kwa moja. Asante sana. Yes, bwana, mambo pamoja. Ni nani ambaye tunakwenda kukaribisha tena kuhusiana na usajili wa kikosi cha Young Africans kushoto katika habari za kimichezo kwa burudani, yupo bwana mdogo timu yako pendwa kabisa, moja kati ya nyota ambaye naweza nikasema ya kwamba ni nini ambacho kimeweza kujiri kikosi cha Young Africans akaweza kutumikia katika kikosi cha wanalabalamba Azam FC. Hii bila shaka ni moja kati ya kitu ambacho naweza nikasema yana huyu ameweza kupata changamoto, lakini pia na experience mbalimbali akiwa katika kikosi cha Azam, lakini pia tunaweza kushuhudia taarifa mbalimbali zikiweza kumhusisha Faisal Toto kuweza kujiunga na kikosi cha Simba Sports Club. Taarifa hizo ndizo zilizoweza ya kuwafanya mabosi kikosi cha Yanga kukiweza kubeba nini kwenye habari namna gani wanadhibiti kikosi usajili wa Faisal Young Africans kuweza kujiunga na kikosi cha Simba. Ndipo ambapo unatakiwa uweze kushikilia kwa kikosi cha Yanga kuhakikisha unatazama katika mwisho wa video hii. Bila shaka utakuwa umeweza kupatia habari mbalimbali juu ya usajili wa kikosi nyuma kuweza kutazama usajili wa Cristiano Ronaldo, nyota ambaye alikuwa anakipiga katika kikosi awali alipokuwa kwamba baada tu ya kikosi cha Yanga kuweza kushusha mashine ya kazi moja kati ya striker hatari United katika kikosi cha Mamelodi Sundowns. Huyu si mwingine hitaji kumsajili Cristiano Ronaldo, mchezaji ambaye aliweza kupata lile moja kati ya wachezaji cha Manchester United na moja kati ya wachezaji zikaweza kupigwa kutoka wazee wa kikosi cha Mamelodi na wakaweza kuharibu. Kumbuka ya kwamba wengi wao kwenda katika kikosi kutoka katika kikosi cha Simba wameanza kusema ya kwamba hii inarudisha tena katika kikosi cha Young Africans baada ya kuweza kusikia fununu kutoka kwa kikosi cha Mamelodi Sundowns wakihitaji kuweza mchezaji dhaifu kweli, lakini baada wao waliweza kufika katika kikosi cha Simba mwanga katika anaweza kuwasaidia soka wa pale alihitaji kuweza kujiunga hivyo na wahasimu wao sasa wa kikosi kaweza kupigwa simu moja na viongozi wa kikosi cha Yanga wakakutana mashine yao moja kati ya mchezaji anayeweza shaka na kuharibu mipango ya Simba kuna vilabu mbalimbali, lakini kuongeza chachukua ya usajili cha Young Africans. Sasa inaelezwa ya kwamba katika usajili aliweza kusema kwamba moja kati ya mtu ambaye aliweza Toto na kumfanya aweze kusaini kandarasi hivyo hata kocha wa kikosi cha Yanga anashukuru kuweza kuingiliwa kwa dili hilo katika kikosi cha Mamelodi Sundowns. Kumbuke kocha huyu wa kikosi cha Yanga aliweza kuhudumu kama kocha msaidizi katika kikosi cha Mamelodi Sundowns, aliweza kusema kwamba Toto kwa sasa jina lake alianza kuimbwa katika nyakati za usajili wapo ya kitu ambacho kocha huyu aliweza kushawishi katika hivyo isiweza kukupotezea basi moja kwa moja kuimbwa na Orlando Pirates. Nianze na taarifa ambayo hasa hivi vyote vilikuwa mbalimbali zimeweza kutumwa katika kikosi cha Azam FC kutoka katika kikosi cha Young Africans, lakini habari yetu kocha mkuu na ambayo nipo nayo katika siku ya leo ama muda huu amesema ya kwamba Faisal usajili ambao Faisal Toto alianza kumchezo tangu licha ya mchezaji huyu katika kikosi cha Mamelodi Sundowns. Hii kama ukiweza kupata wasamba Faisal unakwenda anaingia pia kwenye mitandao ya kijamii kocha mkuu wa kikosi tafuta kwa undani kulikweli Young Africans na kijana huyu kutoweza kumsaini katika kikosi cha Kaizer moja kati ya mchezaji huyu moja kati ya mchezaji ambaye anakuja
cha Yanga katika kikosi cha wananchi Young Africans. Njema ni nyota ambaye ameweza kupita katika timu mbalimbali, ameweza kucheza katika kikosi cha Cape Town siku ya wananchi Young Africans. Baada ya Yanga Day aliweza kujiunga na kikosi za usajili kikosi cha Kaizer Chiefs mwaka 2025, na leo hii anakuja kucheza katika kikosi siku ile ya wananchi Young Africans, huku akiwa tayari ameshaweza kuitwa kwenye timu ya taifa ya South Africa, the Bafana Bafana. Bwana nyota mwenye miaka 23 Asanele Verebai, moja kati ya mchezaji hatari kwelikweli. Timu ya kikosi cha Yanga bila shaka viongozi wao wanatazama namna gani watakavyoweza kuleta timu pamoja na benchi la ufundi, benchi ambalo kitazama nje unabaki nami Salianami kwa kuweza kuingiza neno subscribe hapo, utakuwa umeendelea kujipatia tiketi yako ya Asanele Verebai, moja kati ya mchezaji ambaye anakwenda kuongeza nguvu katika kikosi cha wananchi Young Africans. Anacheza kama central forward, lakini pia anacheza kama kikosi cha wananchi right winger, lakini pia kuna muda anacheza kama attacking. Kuhusiana na taarifa ni option ya mwalimu. Kumbuka kwamba mwalimu huyu wa kikosi cha wananchi Young Africans hivyo amekuja ndani ya kikosi cha Yanga na analeta wachezaji kutoka katika ligi ya South Africa, the Betway Premiership, akiamini ya kwamba wachezaji wale aliyeweza kuwatazama kwa macho katika msimu ulioweza kupita, basi bila shaka wataweza kuleta support kubwa. Kumbuka kocha huyu ametoka katika kikosi cha Golden Arrows, lakini pia ni kocha ambaye ameweza kushuhudia talented ya wachezaji kutoka katika vikosi mbalimbali ndani ya ligi kuu ya South Africa, the Betway Premiership. Hivyo ameweza kumchukua mchezaji huyu kutoka katika kikosi cha Kaizer Chiefs, Marcus the Grammar Boy. Now he's going to join in Young Africans for the 2 years contract. So now we need to confirm that the engineer Harris, the president of Young Africans, is going to announce the new player from Kaizer Chiefs. Hivyo namaanisha ya kwamba rais wa kikosi cha Yanga anakwenda kutambulisha na kuconfirm that new player kutoka katika kikosi cha Kaizer Chiefs. Wao Kaizer Chiefs vijana wao wanawaita the Grammar Boy. Kwa the Grammar Boy now anakuja kujiunga na kikosi cha wananchi Young Africans. Hii ni kutokana na ushawishi wa kocha kutoka katika kikosi cha Golden Arrows, lakini pia na kocha msaidizi wa zamani wa kikosi cha Mamelodi Sundowns, Mankoba Kit, mmoja ya kocha ambaye ameweza kuwa na experience kubwa katika michuano ya klabu bingwa akiwa kama kocha msaidizi ndani ya kikosi cha Mamelodi Sundowns, lakini pia mara kadhaa tumeweza kushuhudia akihudumu kama kocha mkuu pale makocha anapokuwa wamefukuzwa ndani ya kikosi cha Mamelodi Sundowns. Hivyo ni mojawapo ya kocha ambaye anajua ni mchezaji yupi ambaye ataweza kumsaidia pale akiweza kumsign. Hivyo wachezaji wote ambao wanatoka katika kikosi au wanaotoka katika ligi ya South Africa moja kwa moja ni wachezaji ambao ameweza kuwashuhudia, na naamini ya kwamba wachezaji hawa watakwenda kuleta mchango mkubwa na kuchagiza mambo mbalimbali na changes kubwa katika kikosi cha wananchi Young Africans. Bwana, hayo ni moja ya vitu ambavyo tulikuwa navyo kama sisi channel yetu, lakini pia na channel yako, kwa sababu sisi tupo hapa kwa ajili ya kuweza kukuhabarisha habari zote ya kile ambacho kinakuwa kinaendelea kujiri. Hivyo tunahitaji kuweza kuhabarisha ya kwamba kikapu cha usajili katika siku hii ya leo kimeweza kubeba jina la Asanele Verebai kutoka katika kikosi cha Kaizer Chiefs. Lakini pia ikumbukwe afisa habari wa kikosi cha Yanga, huyu si mwingine bali ni Alkamu, aliweza kuweka wazi ya kwamba kwa sasa wameweza kufunga dirisha la usajili kwenye usajili wa ndani, na sasa wanahitaji kuweza kusajili nyota mwingine. Lakini pia hizi zimekuwa ni moja kati ya propaganda kubwa kabisa za maafisa habari. Lakini pia ikumbukwe kwamba mpaka sasa kumekuwa na fununu ya Faisal Salum Feitoto kuweza kujiunga na miamba ya soka katika ardhi ya Tanzania, nikimaanisha wananchi Young Africans. Huenda wakasema hivi ili kupunguza competition ya usajili wa Faisal Salum Feitoto, ambaye GSM nao inaaminika ya kwamba ameingia katika mbio za kuweza kuhakikisha ya kwamba wanamnasa kijana wao wa zamani Faisal Salum Feitoto. Linapokuja deal, Faisal Salum Feitoto hawezi kuchomoka mbele
ya GSM. Hii ni mojawapo ya taarifa njema kwa mashabiki wa kikosi cha wananchi Young Africans. Endelea kusalia nasi, endelea kubaki nasi kwa kubonyeza neno subscribe. Make sure that you remain here and make sure that you stay tuned for getting the more updated news. Thank you.